Hey, what is up? Karibu kwenye session ya 4, lesson ya 3 ya hii masterclass, Meta Ads Masterclass. Na kwenye lesson zilizopita tulikuwa a bit more theoretical. Now we are about to get more practical. And in this session, I just go ahead and show you what we need to cover. Kitu cha kwanza kabisa tunatakiwa, since we are getting more practical, tunatakiwa kutengeneza Facebook page. Yes, I show you how to create a Facebook page. Na kama nilivyokuambia, Facebook page ni element ya muhimu sana ili uweze kutengeneza ads kwa kutumia Meta Ads, ili uweze kuweka matangazo mtandaoni kwa kutumia Meta Ads Manager, ambayo ni professional way ya kuweka matangazo kwa kutumia Meta Ads, namna ambayo unaweza ukaitumia professional. Now, kitu cha pili tutatengeneza Meta Business Manager. Meta Business Manager. Afu kitu cha tatu tutatengeneza Meta Ads Manager. Now, nimechoose kuanza kutengeneza Meta Business Manager kabla ya kutengeneza Ads Manager, ili nikuoneshe njia mbili ambazo unaweza kuzitumia kutengeneza Meta Ads Manager. Kuna njia ambayo unaweza kutengeneza Meta Ads Manager bila kutumia Meta Business Manager, lakini njia ambayo tutakuwa tunaitumia hapa ni njia ambayo tunatengeneza Meta Ads Manager kutokea kwenye Meta Business Manager. Let's not just waste time and let's get started. Na kabla hatujatengeneza page, kuna kitu ambacho tunatakiwa kukifahamu. Ili uweze kutengeneza Facebook page, unahitaji kuwa na Facebook profile. Yes, hiyo inaweza kuwa ni profile yako ambayo unaitumia regularly, au ikawa ni profile ambayo umeitengeneza special kwa ajili ya biashara. Now, it doesn't matter kwa hapa, kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo, profile ni kwa ajili yako wewe, alafu page ndo ambayo inatakiwa iwe dedicated kwa ajili ya biashara. Unaweza kuwa na profile ambayo unaposti posti zako za kawaida, wewe kama binadamu una interest tofauti, lakini hiyo profile ulikuwa unaitumia ku manage page ambayo iko linked na biashara yako. I think you understand there. Na nikawa nimekupa mfano kwenye session iliyopita kwamba wewe ni mtu, lakini unaweza kuwa na biashara ambayo ipo kwenye frame fulani. So kuna namna wewe unatofautiana na biashara yako. Biashara yako inaweza kuwa specifically inadili na electronic devices au vitu vya namna hiyo, alafu wewe kama mtu personally ukawa na interest na vitu vingine. Una interest na vitu vya electronics, una interest na labda siasa, una interest labda na cosmetics, una interest labda na medicine na vitu kama hiyo. Now, ili uweze kutengeneza Facebook page, utafungua browser yako, then login kwenye Facebook account yako. Nimesha login kwenye account yangu mimi, na ukiangalia hii account yangu mimi inaitwaje? Inaitwa Damidea, lakini ni account ambayo nimetengeneza specifically kwa ajili ya hizi courses, kwa ajili ya kudemonstrate hizi courses. Kwa hiyo imeandikwa Mid Air Courses. Let me expand it so that you can see it. Imeandikwa Mid Air Courses, right? Now, hii ni profile. What we need to create is a page. Let's go to home. Rudi hapa home, alafu utaona kuna list ya program ambazo zipo hapa kushoto. Utaona kuna Meta AI, sijui ni nini, kuna Meta Marketplace na vitu kama hivyo, ila chini kabisa utaona kuna option ya kuexpand, see more. Ukiklik hii, ukishuka kabisa utaona kuna program ina icon kama ya bendera. Hii ndo icon ya page. Ukiklik hiyo itakuleta hapa, na hapa utaona kwamba ni sehemu ambayo inatakiwa kuwa na pages ambazo unazimanage wewe. Unaweza kuwa na pages hata 4-5 ambazo unazimanage kwenye Facebook account moja. Yani kwenye Facebook account moja unaweza kuwa na pages hata 4 au 5 ambazo unazimanage, ambazo zina relate na biashara tofauti. Kwa sasa hivi kama unavyoona kwenye hii Facebook account yangu mimi sina page yoyote ile ambayo nina-manage. So we'll go ahead and create a new page. So create page, then utaona kuna hii interface imeappear. Kwa upande huu utaona ni details ambazo unatakiwa kuzijaza wewe, alafu kwa upande huu utaona ni preview ya jinsi page yako itakavyoonekana baada ya hizo details kuzijaza. Tuanze kabisa hapa juu, utaona kuna sehemu ya kujaza jina la hiyo page. Na kitu cha msingi sana wakati unajaza jina la page au unafikiria jina la page ni kuhakikisha unaitofautisha na profile yako, kwa sababu wakati wa kutumia hii program ya Facebook, na wakati utakuwa na switch kutoka kwenye page kuja kwenye profile yako kwa ajili ya mambo personal, alafu kuna wakati utakuwa na switch kutoka kwenye Facebook profile kwenda kwenye Facebook page kwa ajili ya mambo ya kibiashara. So you don't want to mix these two things. Kwa hiyo ni vizuri uwe na majina ya tofauti, uwe na kama ni graphics assets ambazo unazitumia hapa ziwe tofauti, ili ziweze kukupa uwezo namna ya kutofautisha. Now, page name mimi nitaita Mid Air Method,
baada ya kujaza jina la page utaona kwanza immediately baada ya kujaza jina la page limekuja kuonekana hapa kwenye hii desktop preview option ambayo nilikuwa nimekuambia. Na chini kabisa utaona kuna category ambazo biashara yako itakuwa inazicover. Tumesema page ni kwa ajili ya biashara au ni kwa ajili ya kampuni au ni kwa ajili ya organization yoyote ile, lakini ambayo ina mission fulani. You see? Kwa kama ni biashara, mission yako ni kuuza, ni kupromote product zako. Kama ni kampuni, mission yako ni kupromote project unazozifanya na vitu kama hivyo. So there needs to be a category. Hiyo biashara, hiyo kampuni inafanya vitu ambavyo vipo kwenye kategori gani? Kwangu mimi hapa nitachagua option ya kwanza itakuwa creator, option ya pili itakuwa ni marketing, option ya tatu ni advertising agent. Na hii part ya category inaruhusu entries 3, kwa maana ya kwamba unaweza ukachagua categories 3 ambazo zinaweza zika-describe biashara yako, zika-describe kitu ambacho unataka kukisimamia kwa kutumia hii Facebook page. Ukifanya zaidi watakuletea error hapa. Kwa mfano let's say tufanye tena, tuongeze something like market research. Unaona wamekuletea error kwamba umelist categories zaidi ya 3. Unahitaji at least category 3, at most categories 3 kuweza kudescribe ni kitu gani unachokifanya. Yes. Na kuna part ya bio. Hapa kwenye bio utajaza description fupi sana ya biashara yako ambayo unataka isimamiwe kwenye hii page, na probably ziwe line 2 au 3 zinatosha za description fupi sana. Kwangu mimi nimeshaicopy, ngoja niipaste hapa. Nimeshaipaste description yangu, na unaona maelezo yote ya page hii ya kwanza tayari unaweza ukayaona kwenye hii preview jinsi atakavyokuja kuonekana baada ya kuicreate. Na tutakuwa na page kadhaa za namna hii ambazo tunatakiwa kuzijaza ili tuweze kukamilisha information zote zinazohitajika kutengeneza Facebook page. Na ni muhimu sana uzijaze hizi information zote kwa sababu hizi zinawaelezea Meta kiasi gani wewe uko committed na hiki kitu unachokifanya, and that signals kwamba wewe ni mtu legit, ni mtu ambaye uko tayari kufuata principles, uko tayari kufuata guidelines ambazo wao wanaziweka, kwa maana ya kwamba hautakuwa mtu ambaye upo pengine kwa ajili ya kuwascam watu mtandaoni au kwa ajili ya kupromote vitu ambavyo ni inappropriate. Ukijaza details za kutosha, ina maana umejaza namna ambayo wao wanaweza kuku-identify, wanaweza wakakupata, wanaweza waka-communicate na wewe, and that signals kwamba hii page unataka kuitumia kwa mambo ambayo pengine ni legit. Watu wachache sana ambao wanafanya vitu illegal, labda scamming au wanapromote content ambazo ni immoral, ambao watakuwa committed kwenye hii stage ya kutengeneza page kujaza details zote. Now I hope you understand that. Let's click next kwa ajili ya create page. Yes. Page inayofuata hapa utaona wana request ujaze website. Na kama una website utajaza details zako za website. Kwangu mimi ni www.damedair.com. Na baada ya kuweka website utaona option ya kuweka namba ya simu. Hapa nitachagua country code ya sehemu nilipo kwa sasa hivi, Tanzania, and then nitaweka namba yangu ya simu. Nitajaza email hello@damedair.com. Nitajaza location ambapo nilipo, like the address, nipo Dar es Salaam, the town city Dar es Salaam, Tanzania. Nitajaza postcode hapo, alafu chini kabisa utaona kuna option ambayo ni ya msingi sana hapa. Hii option ni ya working hours, muda ambao unakuwa open au biashara yako itakuwa open, au biashara ambayo inamanajiwa na hii page itakuwa open. Kuna option 3. No hours available, unaweza usideclare kabisa ni muda gani ambao utakuwa available. Kuna always open, alafu kuna open at scheduled hours. Kama ni biashara ambayo ina muda specific ambao unafungua, let's say kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni kila siku, you have to declare it kwa hapa open at scheduled hours. Utaona kuna siku, kuna muda wa kufungua, muda wa kufunga. Siku muda wa kufunga kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, lakini mimi nita choose hii option ya always open, like you're always open. Okay, baada ya kujaza hizi information, let's click next ili tuende kwenye page nyingine. Yes, kwenye hii page sasa hivi utaona inakurequest kuweka graphic details kwa maana ya picha na cover photo. Now this is the part where I give you one important detail ambayo unatakiwa kuifahamu. Yes, kwenye hili folder utaona kwamba nina graphic asset zangu ambazo nilikuwa nimeshaziandaa kwa ajili ya profile na page. Za profile nilishaziweka, kwa hiyo hizi
ni za page. Now important thing ambacho nilitaka nikwambie ni kwamba cover photo size yake inatakiwa iwe 2048 kwa 1152 pixels. 2048 kwa 1152 pixels. Ukitumia size ndogo, cover photo yako itaonekana na quality ndogo sana, itaonekana iko pixelated. Kuna watu ambao huwa wana opt kuweka picha au graphic ambayo ni 1920 kwa 1080. Hiyo ni ndogo sana, na ukiweka itaonekana na quality ndogo kwa sababu itaonekana iko pixelated. Na kwenye profile photo inatakiwa iwe 800 kwa 800 pixels. Kama unavyoona hapa 800 kwa 800 pixels. Hicho ndio kitu cha msingi sana ambacho nataka nikuoneshe kwenye Figma. Ukiklik hapa atakuprompt ulocate folders ambazo hizo graphics zipo. Kwa sasa hivi nitachagua hii hapa kwa sababu ni profile photo 800 kwa 800. Unaweza kuona size yake 800 kwa 800, then open. Alafu njoo kwenye cover photo, chagua hii namba 8, and then utaona kwamba graphics zangu ziko updated tayari kwenye hii preview. Now this was part ambayo ina deal na graphics, lakini ukiangalia hapa chini utaona kuna sehemu imeandikwa action button. Kutakuwa kuna action button kwenye page yako, kwa hiyo unatakiwa customize ili iwe na action fulani. Iwe na either watu wakiclick inawaleta inbox kwako WhatsApp, au watu wakiclick inawapeleka kwenye website yako na vitu kama hivyo. So kwangu mimi nita choose hii option ya sign up, alafu nitaweka website yangu. Kwa hiyo watu wakiclick action button wanakuja moja kwa moja ku visit website kwa ajili ya ku view product au projects ambazo zipo kwenye website na vitu kama hivyo. Na baada ya kujaza details kwenye hii page, tuende kwenye page nyingine. Kwenye hii page wanakuprompt uweke namba yako ya WhatsApp, na wanafanya hivi kwa sababu wanafahamu kwamba kuna watu ambao namba ambazo wanazijaza kwa ajili ya mawasiliano. Sometimes sio namba ambazo wanazitumia WhatsApp, sometimes namba ambayo unaitumia WhatsApp inakuwa haipo online, then get a code. Alafu watanitumia code. Utatumia code kwa ajili ya kuapprove hapo. Na code ni hizi hapa 19337. Na hizi code kwangu zimepop kwa sababu nimeunganisha simu yangu na kompyuta, kwa hiyo obvious wewe kwako code zitakuja kwenye simu yako unless na wewe umelink simu yako na kompyuta. Na baada ya kujaza hii namba ya WhatsApp, tayari hii namba ya WhatsApp itakuwa linked na hii Facebook page. Kwenye hii page inayofuata wanataka uadi marafiki ambao tayari utakuwa nao either kwenye profile yako ya Facebook, wa invite ili waweze kujoin community yako kwenye page yako, lakini I will not do that. And then next kwenye hii page kuna option ya notification, lakini vile vile na marketing promotion emails ambazo wanaweza kukutumia, na iacha kama ilivyo kwa maana ya ikiwa turned on. Now ladies and gentlemen, page yetu iko tayari, and this is exactly how you create a Facebook page. Now as I told you, kwenye part ya pili tunahitaji kutengeneza Meta Business Manager. Na ukitaka kutengeneza Business Manager, utakuja kwenye browser yako, utaandika business.meta.com. Itafunguka hii website. Na kwenye hii website kitu cha msingi sana ambacho nataka ukinotice ni kwamba kutakuwa kuna account ambayo tayari ipo active huko juu. Utaona kuna icon ambayo inaonyesha account ambayo iko active, account ambayo Meta wamedetect kwamba umelog in, na ni account ambayo tulikuwa tunaitengenezea page. Nadhani utaona hapo. Lakini kama hautaki hii account ndo uitengenezee Meta Business Manager, unaweza ukalog out kwa ku drop down hapa, alafu utaona option ya ku log out, then utalogin kwa account ambayo unataka utengenezee Meta Business Manager. Lakini kwa sasa hivi sisi tunataka tutengenezee Meta Business Manager tukiwa logged in kwenye hii account. Ukija hapa kulia utaona kuna sehemu imeandikwa start now. Ukihover utaona kuna wanasema go to Ads Manager. Hatutaki kutengeneza Ads Manager. Now this is the first way ya wewe kuweza kutengeneza Ads Manager, ingawa kwa sasa hivi tunatengeneza Google Business Manager. Ila ukitaka kutengeneza Ads Manager bila kutengeneza Business Manager, unaweza opt kwenda hapa go to Ads Manager. Lakini kama unataka kutengeneza Business Manager, utashuka hapa chini, utaona kuna sehemu imeandikwa Meta Business Suite, alafu get started. Click hapo, itakupeleka kwenye page hii hapa. Na hii page inamaanisha tayari wamesha kutengenezea Meta Business Manager. Na kutakuwa kuna hizi floating window ambazo zinakuonesha advantages za kutumia Meta Business Manager, advantages za kutumia Instagram peke yake, na advantages za kutumia Facebook peke yake. So we'll go ahead and opt for get started.
Now hii ndo Meta Business Manager. So officially, ladies and gentlemen, tumetengeneza Meta Business Manager. Now this Business Manager, kitu cha kwanza ambacho nataka ukinote kwa haraka haraka ni kwamba muonekano wake hautofautiani sana na muonekano wa Ads Manager. Kwa hiyo namna pekee ambayo utajua kwamba sasa hivi nipo kwenye Business Manager ni kuja hapa juu kwenye URL uangalie neno linalotangulia kwanza hapa. Kama ni Business Manager itaanza kwa kuandika business.facebook.com, lakini kama ni Ads Manager itakuandikia adsmanager.facebook.com. So exactly hivi ndo ambavyo unaweza ukatengeneza Business Manager. Now kwenye Business Manager utaona kuna tools nyingi sana. Kuna sehemu ya Ads Manager, kuna inbox, content, creator marketplace na vitu vingi sana. Isipokuwa sehemu ambayo nataka utake note ni hii sehemu ambayo imeandikwa jina la account yako ya Facebook na hiki kimshale cha drop down. Ukiklik hiki itakuonesha account yako ya Facebook, kwa maana ya kwamba account yako ya Facebook tayari iko added ndani ya hii Business Manager. Na kama nilivyokuambia kwenye Meta Business Manager unaweza kaadi vitu mbalimbali. Unaweza kaadi Facebook accounts zaidi ya moja. Labda kama unafanya kazi wawili watatu unaweza kaadi hapa pia. Unaweza kaadi Ads Manager accounts humu ndani, unaweza kaadi Facebook pages humu ndani. Zote ukazimanage sehemu moja, yani kwenye Meta Business Manager. Ukiklik kwenye hii cogwheel utaona inakuleta sehemu ambayo unaweza ukavi-access hivi vyote. Utaona kuna people hapa, hawa ni watu ambao wana access na hii Meta Ads Manager, ambapo kwa sasa hivi unaona ni you, kwa maana ya ile account ambayo tumeitengenezea page Damedia. Alafu kuna partners, kuna systems, kuna pages, kuna accounts. Kwa hiyo zote unaweza kaziadi ndani ya nini? Ndani ya hii Business Manager. So ladies and gentlemen, that's how you create a Meta Business Manager. Na upati ya tatu ya hii video kama nilivyowaambia ni kutengeneza Ads Manager. Na njia ya kwanza kabisa kutengeneza Ads Manager ni ile ambayo nilionyesha. Ukiwa na login kwenye Google Business Manager, wanakuprompt pale juu kwamba go to Ad Manager. Kwa hiyo unaweza opt kwenda kutengeneza Ad Manager bila kupitia Business Manager, lakini the way I prefer it ni kutengeneza Ad Manager kwenye Business Manager. Now you have to take a note on one thing ambacho nilikuambia kwenye session zilizopita na ninakirudia kwa mara nyingine, ni kwamba ukishatengeneza Ad Manager ndani ya Business Manager, ina maana these two accounts they belong together. You have to take note kwamba ukitengeneza ad account humu ndani, basi itakuwa ni humu ndani. Hautaweza kutransfer kwenda kwenye Business Manager nyingine. Haiwezekani kutumika kwenye Business Manager nyingine. Kwa hiyo kama ni biashara ambayo tayari una ad account yao ndani ya Business Manager yako, wakitaka kuacha kufanya matangazo na wewe wakaamua kufanya na mtu mwingine, itabidi awatengenezee ad account nyingine kwenye Business Manager yake, au awatengenezee ad account nyingine ambayo itakuwa separate, ambayo hawajaiunganisha na Business Manager. Kwenye hii section particular tutakuwa tunatengeneza ad account, na namna ya kutengeneza ad account nadhani tutakuwa naikumbuka hii interface. Hii ni Business Manager, na kama nilivyokuambia namna ya kujua Business Manager, unaangalia hapa juu kwenye URL utaona ni business.facebook.com. Utakuja kwenye hii homepage, alafu utakuja kwenye hii icon ya Facebook account yako, then utachagua hiyo drop down menu, alafu utaklik kwenye hii cogwheel au hiki icon cha setting. Baada ya kuklik kwenye hiki icon cha setting, utaona kuna option tofauti, lakini option yako ni hii ya add account. Ukifungua hii option ya add account utaona kwamba hakuna add account yote ile ambayo iko linked na hii Business Manager. Kwa hiyo iko empty, hii Business Manager haina add account yote ile. So kuweka add account ndani ya hii Business Manager, unaweza opt kutumia hii hii option ya ku-add hapa chini, au ukaja kwenye hii option ya hapa juu click add. Then itakuprompt, itakupa option tatu. Option ya kwanza, unaweza kutengeneza add account humu ndani ya Business Manager. Option ya pili, unaweza ukawa tayari una add account ambayo iko nje ya Business Manager, ukaopti kuilink na hii Business Manager. Alafu option ya tatu, kwa mfano kama wewe una hii Business Manager, alafu biashara ambayo unafanya nayo matangazo, unaisaidia kufanya matangazo nayo ina Business Manager, unaweza uka request add account yao ambayo wanataka uwasaidie kufanya matangazo, ambayo ipo ndani ya Meta Business yao, ukapata access ya kuweza kuirun hii add account yao ambayo ipo kwenye Meta Business yao. Ndo hii option ya tatu. Now sisi tutaenda na option ya kwanza ambayo tutatengeneza new add account kabisa, account ambayo haiko linked popote pale.
kwa ajili ya ile page yetu. Na kitu cha kukumbusha hapa ni kwamba ad account inatengenezwa on behalf of the page, kwa maana ya kwamba matangazo yote utakayokuwa unayarusha utakuwa unayarusha on behalf of the page, kwa sababu page ndio inasimamia biashara yako. We'll go ahead and choose create new ad account, alafu utaona kuna details ambazo tutatakiwa kuzijaza. Kwanza kabisa ni ad account name. Unakumbuka tuna jina la profile, tuna jina la page, alafu tuna ad account name pia. Na kwa hapa ni vizuri pia utofautishe majina ili ijulikane jina la profile ni lipi, jina la page ni lipi na jina la ad account ni lipi. Na kwa hapa mimi nitaandika mid-air ad kuonesha kwamba ni mid-air ad account. Utachagua time zone kwa maana ya ni location gani wewe ulipo specifically. Dar es Salaam is where I'm located right now. So chagua Dar es Salaam, alafu utachagua currency. Na hii currency ni currency ambayo utakuwa unaitumia kulipia matangazo. Unaona kuna US dollars na currently kwa sasa hivi hamna Tanzanian shillings hapa. Kwa hiyo mara nyingi tuna opt kwenda na US dollars unless upo kwenye region ambayo ina currency ambayo iko accepted na Meta. Ila kwa sasa hivi Tanzanian shillings au Kenyan shillings au francs za Burundi na Rwanda haziko listed humu ndani. So currency US dollars, time zone ni GMT Africa Dar es Salaam, alafu account name ni media ad. Then tuta click next, alafu utaona kwenye page inayofuata ni usage, like select who will be using this ad account. This ad account will be used for another business of a client, kwamba ninatengeneza ad account lakini ninatengeneza ad account kwa kutumia hizi details, lakini nitatumia kurun biashara ya mtu mwingine au ni kwa ajili ya biashara yangu mwenyewe. Hapa nita choose my business, and then kuna part ya kuconfirm. Hii part ya kuconfirm uta click agree, then uta click create ad account. Okay, now baada ya kutengeneza ad account hapa imeshatengenezwa, ila immediately wanakuprompt kwamba unataka ku-add payment method au njia ya malipo kwenye hii ad account, lakini kwa sasa hivi sitaki ku-add payment method. Payment method nitakuonesha namna ya ku-add properly kwenye session inayofuata. Now ladies and gentlemen, hii ni ad account tumeshaitengeneza, na kama unakumbuka nimekuonesha kwenye Meta Business Manager interface kulikuwa kuna people, watu ambao wako ndani ya hii business manager, na kwenye ad account ya kukua na account yote ile. Sasa hivi ukiklik kwenye ad account utaona kuna hii account ambayo tumeitengeneza mid-air ad. Na pamoja na kwamba tumeitengeneza hii ad account, kuna namna mbili za kuiaccess. Unaweza ukatumia external URL ukaandika labda www.adsmanager.facebook.com alafu uka login kwa kutumia details za Facebook, au unaweza ukaja hapa kwenye hii ads manager. Ukiwa hapa home utaona kuna option hapa kwenye hizi options zilizopo huko kushoto, utaona kuna option imeandikwa ads manager. Utai-click hiyo ads manager, then uta-opt kwenda kwenye account overview. Ukiklik account overview utaona itakufungulia window nyingine ambayo itakudirect kwenda kwenye hii ad account ambayo tumeifungua. Now watakuprompt kuhusu details za mwanzo, click accept, and then hii ndo interface ya ad account ambayo tumeitengeneza. Hii ndo interface ya ad manager. Kwa hiyo hii ni ad manager account ambayo tumeitengeneza, na kama nilivyokuambia, ukiangalia muonekano wake uko almost exactly similar na muonekano wa Meta Business Suite. Unaona Meta Business Suite inaonekana hivi, lakini Ads Manager inaonekana hivi. Kwa hiyo usipoangalia hapa juu adsmanager.facebook.com au meta au business.facebook.com, unaweza ukachanganya ukahisi labda upo kwenye Ads Manager kumbe upo kwenye Business Manager. Na nikupe overview kidogo ya Ads Manager. Utaona huku pembeni kuna vitu vingi, lakini kuna sehemu ya campaigns, kuna ad reporting, kuna audience, advertising, billing, payments, lakini kuna events manager. Na sehemu exactly ya wewe kurushia matangazo ni hii sehemu ambayo imeandikwa campaigns, which will be one of the coming session. Ukiongelea campaign ni topic kubwa sana, isipokuwa nilitaka nikuoneshe sehemu ambayo matangazo huwa yanarushiwa ni kwenye hii interface ambayo imeandikwa campaigns. Hapa ndo sehemu ambayo tunatengeneza matangazo na kuyarusha matangazo. And ladies and gentlemen, that's how you create an ad account and log in to your ads manager. Now thanks for watching this, na kama kuna challenge yote ile unaipitia wakati wa kuziangalia hizi lessons, watch it again. Kama bado hauelewi, make sure you
write in the comment section. I'm always active to respond. And again, if you want to contact us, unaweza ukatupigia kupitia 0761 404 930 au WhatsApp kwa namba hiyo hiyo, lakini vile vile unaweza ukatembelea website yetu www.damidea.com au ukatuandikia email kwa kupitia hello@damidea.com. Peace.